Habari marafiki, wagonjwa wengi huja kwetu na kuuliza, daktari, je, ninahitaji upasuaji wa kubadilisha sehemu ya goti au kubadilisha goti lote? Hivyo leo tutajibu swali hili kwa kutumia ukweli wa kitabibu. Ili kuelewa kama unahitaji kubadilisha sehemu ya goti au kubadilisha goti lote, kwanza tuangalie vipengele vya kiungo cha goti. Kuna sehemu tatu katika kiungo cha goti. Moja ni sehemu ya ndani au medial. Nyingine ni sehemu ya nje au lateral. Na ya tatu inajulikana kama patellofemoral au sehemu ya mbele ya goti ambayo iko nyuma ya kikombe cha goti. Arthritis inaweza kuathiri sehemu moja tu, sehemu mbili au sehemu zote tatu za kiungo cha goti lako. Kwa kawaida, kama mtu ana tatizo kwenye sehemu moja tu, kwa mfano sehemu ya ndani au medial, basi bila shaka tunaweza kufanya upasuaji kama kubadilisha nusu ya goti ambayo kitaalamu inaitwa unicondylar knee replacement. Hapa lengo ni kubadilisha tu sehemu ya goti iliyoharibika. Tunatunza mifupa yote yenye afya ya goti. Tunatunza mishipa yote ya goti. Na faida yake ni kwamba inatoa uwezo kamili wa goti kusogea. Inampa mgonjwa hisia ya asili ya kuwa na goti la kawaida. Ni upasuaji salama zaidi na wa haraka zaidi. Pia unahitaji kukaa hospitalini kwa siku 2 tu na tunaweza kumfanya mgonjwa aanze kutembea siku hiyo hiyo ya upasuaji. Lakini kama sehemu 2 au 3 za goti zimeathirika, basi suluhisho ni upasuaji wa kubadilisha goti lote. Hapa tunabadilisha uso wote wa kiungo cha goti. Pia hapa tunarekebisha ulemavu wowote wa goti kama upo. Hii ni njia bora zaidi na ya kudumu kwa muda mrefu ukilinganisha na upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti kwa wagonjwa wenye ulemavu au wenye ugonjwa mkali wa baridi yabisi kwenye kiungo cha goti. Na kwa kweli, huu ndio upasuaji wa kiwango cha juu kabisa kwa wagonjwa wenye ugonjwa wa baridi yabisi uliosonga mbele kwenye goti. Sasa, hebu tuelewe jinsi tunavyomchagua mgonjwa kama unahitaji upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti au kubadilisha goti lote. Kwa hiyo, tunafanya uchunguzi wa kliniki na pia tunafanya uchunguzi wa mionzi. Katika uchunguzi wa kimatibabu, tunaona kama kimatibabu ugonjwa wa yabisi kavu unaathiri sehemu moja tu ya goti. Pia tunafanya uchunguzi wa kina wa ligament, hasa ile ya ligament ya mbele ya cruciate ili kuona kama ligament zote za goti ziko sawa. Pia tunaona jinsi masafa ya mwendo yalivyo mazuri. Hiyo ina maana kwamba, je, unaweza kulainisha goti lako kabisa? Na je, unaweza kupiga goti lako? Pia tunaangalia ni aina gani ya ulemavu ulionao kwenye goti. Kama kuna ulemavu mkubwa wa varus au valgus kwenye goti, basi pia uamuzi unahamia kwenye upasuaji wa kubadilisha goti lote. Kwa hiyo, kama wewe ni kijana, tuseme kati ya umri wa miaka 40 hadi 55 na una yabisi kavu kwenye sehemu moja tu ya goti, basi upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti ni mzuri kwako. Faida yake ni kwamba upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti unafanywa kupitia kidonda kidogo sana. Upotevu wa damu ni mdogo sana. Kupona ni haraka sana na unahisi kama goti lako la asili limehifadhiwa. Kwa upande mwingine, upasuaji wa kubadilisha goti lote umehifadhiwa kwa ajili ya yabisi kavu iliyoendelea inayoshambulia sehemu 2 au zote 3 za goti. Hapa tunaweza pia kusahihisha ulemavu. Kwa mfano, kama una ulemavu mkubwa wa varus unaojulikana kama miguu ya upinde kabla ya upasuaji, tunaweza kusawazisha na kufanya goti lako liwe wima kabisa. Pia inatoa matokeo ya muda mrefu na yanayotarajiwa siku za usoni. Kwa hiyo, kama unachanganyikiwa kati ya upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti na kubadilisha goti lote, usijali. Daktari wako atakufanyia uchunguzi wa kimatibabu. Atakupigia picha ya X-ray na MRI ili kuona ni sehemu ngapi za goti lako zimeathirika, na kulingana na matokeo hayo atakushauri. Kama wewe unafaa kwa upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti au kubadilisha goti lote, pia kwa muda mrefu, tafadhali elewa kwamba maandiko ya kitaalamu yanaunga mkono upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti na matokeo mazuri ya kudumu kwa miaka 10 hadi 15.
na ninazungumzia rejista halisi kama ile ya Uingereza au rejista za Marekani. Unapoenda kwa daktari wako, jadili mambo haya yote, pata tathmini kamili ya uchunguzi wako wa kimatibabu, fanya x-ray na MRI yako, na kisha chochote kinachokufaa zaidi daktari wako atakupendekeza. Ila la heri.